Leo nimejisikia kidogo nigusie hili swala kwa sababu nimekuwa nikisema tena na tena kwamba mimi kama mimi kwenye historia nzima ambayo nimeifuatilia sana katika nchi ya Kongo, tuna shida kweli ya makabila na ukabila hautoisha, haswa kwenye kwa sababu tumeamini pia katika maandiko matakatifu. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa kwanza inaanza, tunasoma mstari wa kwanza mpaka tutakapofika 6. Inasema, lakini ujue jambo hili kwamba katika siku za mwisho kutakuwa na nyakati za hatari zilizo ngumu kushughulika nazo. Kwa maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda pesa, wenye kujidai, wenye majivuno, wakufuru, wasiotii wazazi, wasio na shukrani, wasio washikamanifu, wasio na upendo wa asili, wasiotaka makubaliano yoyote, wachongezi, wasiojizuia, wakali, wasiopenda wema, wasaliti, wenye vichwa vigumu, waliojaa kiburi, wanaopenda raha badala ya kumpenda Mungu, wakionekana kama watu wanamwogopa Mungu, lakini wakizikana nguvu zake. Nawe jiepushe nao. Kwa hiyo ukiangalia hii andiko hii na matukio ambayo yanaendelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndipo tunapoona kwamba hizi nyakati za mwisho zilivyo ngumu kushughulika nazo. Yaani hizi shida za ukabila nini zitakuwa vyote zina ugumu mwingi wa kushughulika nazo. Na especially kwenye hii kesi ya Wanyamulenge imekuwa ni bonge la topic. Na mbaya zaidi ni pale ambapo wanasiasa wanapochukua hii kabila na kuitumia kisiasa. Yaani wanasiasa wanapoitumia hii kabila na kuitumia kisiasa, neno Wanyamulenge au yani watusi sijui wautu. Yaani wanapoitumia kisiasa, right away inapita na kuwa na mtafaruku mkubwa sana. Kwa hiyo leo hii nimeona kidogo nilikuwa napitia tu, nikaangalia nikauliza ChatGPT. Unajua wakati mwingine ChatGPT amekuwa akitusaidia sana kutuelewesha vitu vingi sana. Nikaa nimemuuliza tu swali hivi, hata na wewe unaweza kaandika hili swali kwamba Wanyamulenge walikuja Kongo kama wakimbizi au vipi? Na kabla ya hapo walikuwa wanaitwaje? Jina la Wanyamulenge nani aliwapa? Na lilitokana na nini? Ni sawa kuwatambua Wanyamulenge kuwa kabila la Kongo? Na je, Wanyamulenge wote ni Wakongomani? Ile ndio ilikuwa swali ambalo niliuliza ChatGPT. Ikaanza kunifungulia sama majibu mengi. Lakini vile vile pia nikaja kumgusia jamaa anaitwa Alexi Gizaro Muvuni. Huyu sitamgusia sana, lakini kwa wale ambao ni wanajua historia vizuri wataenda kumfuatilia ujamaa Alexi Gizaro Muvuni. Jamaa na historia nzito sana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa maana anazungumziwa mpaka leo hii mtoto wake ni minister wa Kongo. Lakini guess what? Ni minister wa Kongo mpaka leo hii, lakini ni Mnyamulenge. Unaelewa hichi kitu Ndipo pale unaposema kwamba bwana wake Tshisekedi, inabidi na wewe tukuulize kwamba okay, wewe unaisema Tshisekedi, lakini kwenye utawala wake bado kuna Wanyamulenge waliopo pale, na sio yeye tu pekee. Huyu Alexi Gizaro sio yeye pekee ambaye ni yupo kwenye cheo cha serikali saa hizi as we are speaking right now. Kwa hiyo majibu ya ChatGPT kawa ananipatia, nafikiri mpaka hapo kuna kodi nimeangusha hivi kwamba watu wenye nguvu waende kufuatilia. Sitaki tena kuendelea huko. Mimi natoka huko naenda sasa sehemu zingine. ChatGPT kaanza kunipatia majibu. Wanyamulenge walikuja Kongo
kama wakimbizi au vipi? Ikaniambia jibu fupi, si wote walikuja kama wakimbizi, na wengi waliishi mashariki mwa Kongo kabla ya ukoloni wa Ulaya. Kabla ya ukoloni wa Ulaya waliishi mashariki mwa Kongo. Unajua nini, nikwambia kitu kimoja, ukweli utabaki kuwa ukweli. Inawezekana japo hata wale ambao ndio hivyo wana asili ya Kongo wakisikiliza story hii watasema, unaona wewe umeshanunuliwa. Sikiliza, Red Pro Media inataka kuelewesha ukweli, kwa sababu ili tutibu tatizo, hata kama nyakati hizi za mwisho zina ugumu wa kushughulika nazo, lakini bora usikilize vitu hivi kwamba vikusaidie ujue jinsi ya kutatua mambo. Kukwepa vitu haimaanishi kwamba unaenda kuvitatua, badala yake unaviongezea tatizo. Tatizo kulikwepa haimaanishi unalimaliza, badala yake wakati mwingine pia tatizo unapolikwepa ndio unaliongeza, linakuwa tatizo zaidi. Kwa hiyo ndo habari inazungumzia hivyo. Alafu inaendelea kwa undani zaidi. Watu wanaoitwa leo Wanyamulenge ni jamii ya Wanyarwanda wa Kitusi waliokuwa wafugaji wa ng'ombe. Walihama polepole migration ya jadi kutoka eneo la Rwanda ya kale na Burundi ya kale karne nyingi zilizopita. Kumbuka Rwanda na Burundi ilikuwa ni nchi moja. Takriban karne ya 16 na 18 wakatafuta malisho ya mifugo, si kwa sababu ya vita. Walikaa hasa plateau ya Minembwe, milima ya Itombwe, sehemu za South Kivu. Uhamiaji huu haukuwa wa ukimbizi, bali uhamiaji wa kawaida wa jamii za wafugaji. Hata sisi pia kwenye historia tulisoma Bantu, tulipokuwa tunasoma historia wa Bantu shuleni, tuliambiwa kwamba wazazi wetu walikuwa na maama masehemu. Wakifika hapo wanaangalia kwamba chakula kimeisha, sasa wameangalia mifugo labda wamewinda, wanajikuta bana chakula hapa ni kama vile nyama tena zipatikani, wanatoka wanaenda sehemu nyingine. Na hapo ndipo kwa mfano mimi ni Mrega, kabila la Kirega. Ninapozungumzia kwamba Wabembe ni wadogo zangu, na wenyewe wanakuwa hawana la kupinga, kwa sababu inabidi turudi kwenye historia inasemaje kwamba tulikuwa ni familia moja, kaka kama ameenda upande wa huku, nani mdogo mtu naye pia akaenda upande ule kwa sababu ya kwenda kutafuta maisha. Na ndio jinsi ilikuwa mila na desturi ya kipindi kile, kwamba ni lazima utafute. Watu walikuwa wanaishi katika hali ya aiza kufuga mifugo au kulima. Kwa hiyo unapoenda kule unakutana na jamii ya watu wengine, unaanza kubadilishana nao polepole. Unaweza kubadilishana nao, lakini bado ule urega bado mimi yani ile asilia ya kabila yangu mimi nilikotoka bado inaendelea kuwa pale. Bado naongea Kirega, na hata Mbembe akikuja tukiongea bado tunaweza kuelewana hata kama inawezekana saizi accent zimeshabadilishwa au baadhi ya maneno tumeshabadilisha kutokana na watu ambao tulienda kuishi nao sehemu. Sijui hapo mpaka hapo mnanielewa. Kwa hiyo basi tunapozungumzia pia hawa Wanyamulenge wa kipindi hichi walikuwa wanakuja wanahama kwa sababu ya mifugo, kwamba bana chakula kimeisha hapa, majani sasa yapo saizi. Na ukiangalia yale maeneo ya kule Itombwe, Minembwe kule bana kuna majani. Yani mpaka saizi ukiangalia video ambazo waga tunatumiwaga kule, ukiangalia milima inavyojaa majani, mpaka unasema damn. Yani mpaka unakubaliana na wale wanasema kwamba eti bana Kongo ndo kuliwahi kuwa paradiso, kwa sababu yani milima inakuwa ipo green, very green. I'm telling you, ni maisha tu, lakini I'm sure wale washikaji waga wanakula chakula kizuri sana. Ni vile tu hizi vita, lakini kule I wish kwamba hivi vita kweli ingeisha hivi, kwamba tuishi sote huko tuka enjoy Kongo ambayo ina udongo fulani ambao yani sijapata kuona. I say tuendelee na story. Je, kabla ya kuitwa Wanyamulenge waliitwa nani? Kabla ya jina Wanyamulenge mara nyingi waliitwa Banyarwanda kwa ujumla au Banyarwanda.
au Watusi wa Kivu ndo walikuwa wanaitwa. Hawakuwa na jina maalumu la kabila la pekee linalotambuliwa rasmi kama ilivyo leo. Hivyo Wanyamulenge si jina la kale sana, bali ni la kisasa zaidi. Jina Wanyamulenge, nani alilipa na lilitokana na nini? Hapa nitarukia baadhi, nitarukia vitu baadhi, na ndio tena nitakuomba kwamba nenda ukafuatilia historia ya Alexis Gisaro. Kwa maana Alexis Gisaro Muvuni ana video nyingi sana ambazo ameziupload kwenye YouTube. Kuna video nyingi sana ambazo amezungumza vitu vingi sana. Na wewe ambao ungependa kujua historia vizuri, unaweza kaenda pia kumsikiliza kila anachokizungumzia. Ila neno Alexis Gisaro, na imani kwamba wewe unanisikiliza tayari umeshaelewa na nataka kuongea nini hapa. So tunaendelea kwamba inazungumzia kwamba jina Wanyamulenge lilitokana na Mulenge, eneo plateau lililopo Minembwe, South Kivu. Maana yake Wanyamulenge ni watu wa Mulenge. Watu wa Mulenge. Lini lilianza kutumika sana? Lilianza kutumika kuanzia miaka ya 1960 na 1970 baada ya uhuru wa Kongo. Okay? Lilitumiwa kama njia ya kujitambulisha kama jamii ya Kongo, kujitofautisha na wakimbizi wapya wa Rwanda, haswa baada ya 1959. 59. Kwa hiyo hawakuitwa hivyo na Wabeljiji. Ni jina walilojipa wenyewe kwa muktadha wa kisiasa na kijamii. Yaani ni jina ambalo walijipa wao. Hata mwanzo hawakuwa wanajiita hivyo na hawakutambuliwa hivyo. Kwa hiyo walikuwa wanajiita wanani? Walikuwa wanajiita kwamba ni Wanyarwanda, Banyarwanda au Watusi wa Kivu. Ndo walikuwa wanajiita before. Nafikiri nimeshazungumzia hicho kitu. Okay? Kwa hiyo hawakuitwa hivyo na Wabeljiji. Ni jina walilolijipa wenyewe, tumeshazungumzia hapo. Ni sawa kuwatambua Wanyamulenge kama kabila la Kongo? Hili ndilo eneo lenye mjadala mkubwa. Point. Kijamii na kiutamaduni, Wanyamulenge wana lugha Kinyarwanda, utamaduni unaofanana na Watusi wa Rwanda na Burundi. Na mtazamo huu, hawakutoka kwenye makabila ya asili ya Kongo. Kwa mtazamo huu, hawakutoka kwenye makabila ya asili ya Kongo. Nimeshawazungumzieni kuhusiana na mfano kwa mfano mimi kama Mrega, naenda nafika maeneo, lakini bado asili yangu najiona mimi nimetokea wapi. Nafikiri nimeshazungumzia. So kwa hiyo tunazungumzia hapa kwamba hawakutokana kwenye makabila ya asili ya Kongo. Okay? So kisheria na kihistoria. Kisheria sasa, tunapoenda kwenye swala la kihistoria au kisheria, wengi waliishi Kongo kabla ya mipaka ya kikoloni 1885. Wengi walikuwa wameshaanza kuishi Kongo pale 1885. Kumbuka huo mwaka ni muhimu sana. 1885 wengi walikuwa wameshaanza kuishi pale Kongo. Katiba ya Kongo kwa vipindi tofauti imetambua, yani katiba ya Kongo kwa vipindi tofauti imetambua raia waliokuwepo kabla ya ukoloni kama Wakongomani halali. Yani katiba ya Kongo inatambua hivyo. Kwa maana kabla ya ukoloni kabla ya ukoloni raia ambao walikuwepo hapa, yani kwamba hawa watu ni Wakongomani halali. Kwa sababu ukoloni umeanza 1885. Kwa 1885
makabila tayari yanaumesha kuwepo pale, mpaka tunapokuja kumaliza mambo ya ukoloni, katiba iko pale inasema nyote ni Wakongomani kwa sababu mpo kwenye hii ardhi ya Kongo. Okay? Kwa hiyo kisheria wanaweza kuwa Wakongomani, kikabila asili yao ni ya Rwanda ya kale. Hapa nataka mnielewe kitu kimoja ambacho ni muhimu zaidi, okay? Mimi kuwa raia wa sehemu ile hainipatii mamlaka ya kuwa na asilia ya sehemu ile. Mimi kuwa raia wa sehemu niliopo hainipatii mamlaka ya kuwa na asilia ya sehemu ile. Yani hapa saizi nilivyo, mimi nina asili ya yani mimi ni raia wa Marekani kwa sababu tayari nimeshapewa citizen ya Umarekani. Yani mimi ni Marekani hapa ninavyoongea na ninyi. Lakini asili yangu ni Mkongomani Mrega ambaye nimetokea wapi? Kongo. Ndo asili yangu ile, yani haitabadilika. Kwa hiyo mpaka leo hii bado najiita mimi ni Mkongomani. Regardless kwamba nimeshapewa uraia wa Marekani, lakini bado asili yangu mimi natambulika kwamba mimi ni Mrega. Okay? Na bado nipo proud kuitwa Mkongo. Nipo proud kuitwa Mrega. Okay? So, kwa sababu Kirega ndo inanitambulisha kwa lugha yangu kwamba mimi naongea Kirega, kwa hiyo mimi ni Mrega. So leo hii kukitokea chokochoko hapa nilipo, okay? Haimaanishi kwamba ndo nichukue, let's say nichukue jina la hapa ninapoishi, kwamba nichukue Eagle Road, nichukue Eagle, mimi naanza kujiita mimi ni Muigo. Mimi ni Muigo just kwa sababu nataka nitambulike sana na wakazi wa hapa. Okay? Ni Muigo. Bado natakiwa niulizwe kwamba okay, lugha yako unaongea ni lugha gani? Naongea Kirega. Okay, kwa hiyo wewe ni Mrega? Hapana, msitambue mimi ni Mrega. Mimi ni Muigo. Wewe unaongea Kirega? Yes. Kwa hiyo wewe ni Mrega. Unaelewa ubishi jinsi gani utakavyoenda unajirudia for no reason. Na wakati kuna reason tu ya kuimaliza hiyo ubishi. Ila nitaendelea kungangania swala la ego. Mimi ni Muigo. Only endapo najua bana nikisema kwamba bana mimi ni Mrega, tayari mtakao mmenidhibiti kwenye pointi ambako sitaweza tena kujitetea kutokana na siasa labda iliyopo pale. Ndipo pale nitakapoendelea kungangania swala la kwamba bana mimi naongea Kirega ndio, lakini mimi si Mrega. Sijui unanielewa Kiswahili hapa? Ni kweli naongea Kirega sawa, lakini mimi si Mrega. Okay. Ni kweli naongea Kinyarwanda ndiyo, lakini mimi si Mnyarwanda. Nini? So ubishi utaenda kwa muda mrefu pasina kuwa na msingi. Okay? Tunaendelea na story. Tunaendelea na story. Kwa hiyo kisheria wanaweza kuwa Wakongomani, lakini kikabila asili yao ni ya Rwanda ya kale. Jibu la kati. Wanyamlenge ni jamii ya asili ya Kinyarwanda iliyoishi Kongo kwa muda mrefu, na baadhi yao wanatambuliwa kama Wakongomani, lakini mjadala wa kabila la Kongo bado upo. Je, Wanyamlenge wote ni Wakongomani? Hapana. Wapo Wanyamlenge wenye uraia wa Kongo. Wapo Wanyamlenge wenye uraia wa Rwanda. Wengine wana uraia tata au mgogoro wa nyaraka. Baadhi walikuja baada ya 1959 na wengine walikuja baada ya mwaka 1994. Na hawa wanatambuliwa kwamba wakimbizi wa mauaji ya kimbari. Wakimbizi wa mauaji ya kimbari.
au wanatambuliwa kama ni wakimbizi wa mauaji ya kimbari. Kwa mpaka hapo tumeshaona kuna aina 3. Okay? Kuna ambao walikuja 1800, yani kuna ambao walikuwepo kabla. Kwa sababu walikuwa wanaenda, kazi yao ilikuwa wanaenda na mama kwa sababu ya nini? Ya mifugo. Right? Kuna ambao tunaona kwamba tunaanza kuwaona kwamba bana kuanzia kipindi cha 1885. Alafu tunakuja kuwaona kwamba kuna wengine ambao wapo pale. Okay? Baada ya 1959. Lakini vile vile pia tunaona kwamba kuna wengine ambao wapo pale kwenye 1994. Na walikuja katika sehemu tofauti. Si ndivyo? Na sababu tofauti zilizowaleta. Hivyo, si Wanyamulenge wote ni Wakongomani wala si wote ni wakimbizi. Ni jamii yenye historia mchanganyiko. Hitimisho fupi. Wanyamulenge hawakuja wote kama wakimbizi. Jina lao linatokana na mlenge au minembwe. Ni jina la kisiasa, kijiografia, si la kale sana. Baadhi ya Wakongomani halali, baadhi ni Wakongomani halali, wengine sivyo. Mjadala wao ni wa kihistoria, si chuki. Okay? Kwa hiyo, kuna jambo lingine ambalo nilitaka niligusia hapa. Utofauti kati ya Wanyamulenge, Wanyabwisha na Warundi. Utofauti gani uliopo kati ya Wanyamulenge, Banyabwisha na Barundi au Warundi? Wanyabwisha. Wanyamulenge moja ni eneo ambalo Minembwe, Itombwe, South Kivu. Lugha wanayoongea ni Kinyarwanda. Maisha ni wafugaji wa ng'ombe. Historia, walihamia polepole kabla ya ukoloni kwenye karne ya 16 na 18, wengine baadaye. Uraia, wapo Wakongomani, wapo si Wakongomani. Changamoto, kutuliwa shaka uraia na kuhusishwa na makundi ya silaha. Ndio changamoto ambazo wanapitia hizo. Na hiyo hapo ndio inakuja kubeba big topic ya kile kinachoendelea mpaka leo hii. Banyabwisha eneo lao eti ni Ruchuru na Masisi. Yaani Wanyabwisha ni wa Ruchuru na Masisi au North Kivu. Lugha wanaongea Kinyarwanda. Maisha, wakulima na wafugaji mchanganyiko. Yaani wao wanajichanga. Inawezekana hawa kuna Watusi na Wahutu, inawezekana, I don't know. Okay? Historia, wengi waliletwa au kuhamishwa wakati wa ukoloni wa Kibeljiji. Okay? Uraia, wengi wanatambuliwa kama Wakongomani. Changamoto, migogoro ya ardhi. Masisi huko, migogoro ya ardhi. Lakini Barundi wako maeneo Ruzizi Plan, Uvira, Fizi. Lugha wanaongea ni Kirundi. Maisha ni wakulima. Historia, baadhi waliletwa kama wafanyakazi wakati wa ukoloni. Uraia, wengi ni Wakongomani. Changamoto, migogoro ya ardhi na usalama mpakani. Hitimisho la ulinganisho, wote wana mizizi ya kihistoria mashariki ya Kongo. Wanyamulenge ndio wanaobeba mzigo mkubwa wa mjadala wa uraia kuliko wengine. Okay? So swali ambalo lingine ambalo ChatGPT iliamua kunipatia
ni kwamba kwa nini Wanyamulenge wanachanganywa sana na vita vya mashariki ya Kongo? Jiografia moja. Jiografia. Minembwe, Itombwe ni maeneo ya kimkakati kijeshi. Kila kundi la silaha hutaka kudhibiti. Yani maeneo ya Itombwe ni maeneo ya kimkakati kijeshi. Yani ni maeneo ambayo ina plani kwamba kuna benefit ambazo yani ukikuepo pale ukimiliki ya maeneo you're getting something. Kwa hiyo kila kundi la silaha linataka kudhibiti. 2. Historia ya vita. Mwaka 1996 na 2003 watu wachache wa Wanyamulenge waliishi kwenye makundi ya waasi. Watu wachache wa Wanyamulenge walishiriki kwenye makundi ya waasi. Hivyo jamii nzima ikabebeshwa lawama. Collective blame. Yani wachache walipoenda kushiriki kwenye makundi ya waasi, jamii nzima ikawa imebebeshwa kwenye lawama. Na this is why I can see mpaka leo hii tuna yale migogoro. Nyie. Okay? 3. Siasa za kikanda. Uhusiano wa lugha, utamaduni na Rwanda, shaka ya wageni. Yani kitendo cha ninyi mnaongea Kinyarwanda na Rwanda wanaongea Kinyarwanda, tayari kesi inaanzia hapo. Sijui unanielewa? Mnaongea lugha gani? Kinyarwanda. Na wale wanaongea lugha gani? Kinyarwanda. Wale waliopo Rwanda wanatambulika kama nani? Wanyarwanda. Na ninyi mnaongea nini? Kinyarwanda. Kwa hiyo ninyi ni Wanyarwanda? Hapana. We. Unaenda wapi? Mimi sio Mnyarwanda. Okay. Sawa. Mnaelewa? Ndicho tatizo kubwa ambalo tunaendelea kuface katika ulimwengu wa mwisho ambao umejaa kila aina ya matukio. Watu watazulumiwa, watazulumiana, watakosewa heshima, watakoseana heshima, watajipenda wenyewe, watapenda yani nini, watapenda kutatua vitu. Kwa hiyo fujo zinakuwa zipo nyingi. So 3, siasa za kikanda. Uhusiano wa lugha, nimeshazungumzia hiyo, okay? 4, mgogoro wa ardhi, wafugaji versus wakulima. Migogoro ya kale ya malisho ikageuzwa kuwa ya kikabila. Ya kikabila, Watusi na Wahutu wakawa wameanza kuingizwa pale. 5, propaganda. Wanyamulenge wote waasi. Hapana, si kweli. Wanyamulenge wote sio waasi. Tena nakwambia kweli kwamba Wanyamulenge wote sio waasi hata kidogo. Kuna wachache ambao ni waasi, lakini sio wote ambao ni waasi. Hii imeongeza chuki na mashambulizi ya kujilipizia kisasi, ya kulipiza visasi. Kwamba nyote hiyo mwisho siku wanakuja kuniuia kwa sababu mimi ni Mnyamulenge, wanakuja kuniua ndugu yangu wakati mimi sikufanya kosa. Mwisho siku na mimi pia naamua nini, na mimi nirudi huko kuja kulipiza kisasi kwa sababu umekuja kuanza kunizulumu basi na kosa. Lakini lao pia ulikuja kunizulumu kwa sababu tu ya akili ambayo umeshaambiwa kwamba wanawake sote ni wabaya. Labda sijui kuna ambao walikuuia ndugu yako pale, ukawa unaona kwamba nyote ndio wale. Unakuja kwangu sasa unaanza kunikata kichwa. Unaponikata kichwa mimi najiuliza mbona mimi kwenye hiyo kesi yako sikushiriki mimi? Inakueje wewe unakuja kunifanyia hivi? Ndipo mwisho siku na mimi pia nakamata na mimi pia naanza kukupiga pale. Nikirudisha tena inasema so unaona ndio wale wana wabaya wale. Tuendelee kushambulia wote. Ndipo unajikuta migogoro haiishi. Yani visasi vinazidi kutawala, ambao wahusiki wanazidi kuongezwa nao pia hivi kwamba wahusishwe kwenye tatizo. Yani imekuwa ni mwendo mdundo tu mwanzo mwisho. Okay, ukweli muhimu. Si kila Mnyamulenge ni mwasi. Kama ilivyo kwa makabila mengine, kuna raia, kuna wachache waliobeba silaha. Okay? Waliobeba silaha. Mpaka hapo nafikiri mmenielewa. Swali lingine ambalo nilitaka kuliuliza je, waongea Kinyarwanda wote wanaoishi Kongo wanapenda kuitwa Wanyamulenge? Jibu ni kwamba hapana. Sio waongea Kinyarwanda wote wanaoishi Kongo wanapenda kuitwa Wanyamulenge. Okay? Na kwa wengi hilo si sahihi kabisa. Okay? So, Wanyamulenge ni akina nani hasa?
Wanyamulenge ni jamii maalum wanahusishwa na Minembwe, Mulenge, South Kivu. Wanazungumza Kinyarwanda. Historia ya wafugaji wa ng'ombe. Sio jina la lugha, bali ni jina la kikabila, kijiografia. Kwa hiyo kuwa mzungumzaji wa Kinyarwanda haimaanishi kuwa Mnyamulenge. Yaani kuwa mzungumzaji wa Kinyarwanda haimaanishi kuwa Mnyamulenge. Makundi mengine yanaongea Kinyarwanda Kongo, lakini si Wanyamulenge. Banyabwisha wanaongea Kinyarwanda, lakini sio Banyamulenge. Okay? Na kuna Banyarwanda kwa ujumla. Jina pana kwa watu wenye asili la Rwanda linajumuisha Hutu na Tusi. Sio sawa kuwaita Wanyamulenge. Yaani sio sawa kuwaita Wanyamulenge. Ukimsikia mtu anakwambia okay, no, stop calling me Mnyamulenge. Heshimu pia hilo. Acha kuniita Mnyamulenge. Heshimu pia hilo, kwa sababu labda yeye hatokani na mambo ya Mlenge. Hatokani kule. Kwa hiyo kama hatokani kule usimuite vile. Okay? Wakimbizi wahamiaji wapya walikuja baada ya 1900. Okay, hizo story nimeshazungumzia. Kwa hiyo kwa nini wengine hukataa kuitwa Wanyamulenge? Okay? Sababu za kitambulisho. Wanajitambulisha kwa eneo lao, Ruchuru, Masisi, Uvira, historia ya ukoo wao. Okay? Kwa hiyo ukimuita mtu ni lazima angalie bana, okay, je, nimetokea katika eneo gani? Ruchuru, Masisi, Uvira au vipi? Unaelewa? Sababu za kisiasa au usalama. Jina Wanyamulenge linafungamana na migogoro ya kisiasa, makundi ya silaha, kwa propaganda. Wengi hawataki kubeba mzigo wa lawama wasiohusika nao. Sijui unanielewa hapo? Wengi hawataki kwenye huo mzozo ambao wahusiki nao. Sababu ya usahihi. Kuitwa Wanyamulenge bila kuwa na mlenge ni makosa ya kihistoria. Au niseme kwamba kuitwa Wanyamulenge bila kuwa Wamulenge ni makosa ya kihistoria. Hawataki wengine kuitwa Wanyamulenge kwa sababu hawakutokana na Mulenge. Wote wanahitaji Mnyamulenge na kati mimi hata sijui Mulenge iko wapi. Okay? Je, Wanyamulenge wenyewe wanapenda kuitwa hivyo? Kwa ujumla ndio. Kwa sababu jina lao la kujitambulisha linawaunganisha na eneo lao, lakini wapo wachache wanaopendelea kuitwa Banyarwanda wa Kongomani. Wanyarwanda wa Kongomani. Licha kwa jina hili sasa nafikiri hata hiyo Wanyarwanda wa Kongomani inabidi wanalazimika kuliacha kutokana tu na kwamba manake neno Rwanda na kati Rwanda ndio inahusika kwenye hizo fujo za Kongo. Hitimisho muhimu sana. Waongea Kinyarwanda Wanyamulenge. Wanyamulenge ni kundi maalumu la South Kivu. Kuwaita waongea Kinyarwanda wote Wanyamulenge ni makosa, chanzo cha chuki, hatari kwa usalama wa raia. Sentensi ya kukumbuka. Wanyamulenge ni watu wa Mulenge. Si kila anayezungumza Kinyarwanda Kongo. Okay? Kama unataka, okay, basi mpaka hapo nafikiri niishie hapo. Nafikiri mpaka hapo ndo pointi kubwa zaidi ambayo nimezungumzia kwa muda huu. Ni lako wewe kuzingatia ipi ambayo unataka kwenda nayo na lipi ambalo ungependa kuliacha. Lakini kiustaarabu, I think ni busara endapo utalielewa hili swala kwa uzito zaidi. Tuache chuki ndugu zangu. Sote tuna historia kwa mama. Najua wakati huu tuko nyakati mgumu kwa sababu ndio Rwanda inaendelea kushambulia maeneo ya Kongo na inaendelea kuumiza watu. Lakini nimekuwa nikijitahidi uwezekanavyo kwenye Red Pro Media nisihusishe huu mgogoro na raia, kwa sababu nimekuwa nikisema kwamba bana, Kongo tuna shida zetu na tutazitatua sisi wenyewe kwa muda wetu. Na nasikitika kwamba Wanyamulenge baadhi wamekuwa wakiitumia hiyo propaganda kuonesha kwamba bana ndio sababu ambao wameshika silaha. Kwamba bana tulishika silaha kwa sababu sisi tulikuwa tunaonewa, tunafanya nini, kwa hiyo ndio maana tunapiganisha, tunatetea haki. Okay? Hiyo ni sababu ambayo
ukiangalia kwa macho ya kawaida utaona kwamba wanawake yes inasaidia, lakini ukiangalia kwa macho ya mbali utaona kwamba wanawake hii itaendelea kuleta uhasama mkubwa sana, kiasi kwamba jamii, labda mimi nitaishi kwenye usawa kidogo kwa sababu ndio naonekana kwamba najitetea, lakini vizazi vinavyokuja vitakutana na ugumu mwingi sana kutokana na mazingira ambayo nimeshachafua hapa. I wish Wanyamulenge wote wangeamua, au niseme waongea Kinyarwanda wote wangeamua kutokujihusisha na hizi vita za Kongo, kwenye kuona kwamba eti bana hawa wanaokuja eti bana kweli eti wanakuja kuwatetea. I wish wote wangefungua macho kwa kuona kwa mbali. Si kwamba sikatai kwamba bana kuna changamoto zilizopo, lakini nimekuwa nikisema tena na tena kwamba hizo changamoto hazipo tu kwenye kabila moja au kwa jamii fulani moja, no. Watu wote Kongo wanapitia maumivu makubwa sana ya mambo ya ukabila. Ukabila ni bonge la issue ambalo linasumbua Wakongomani wote, na swala la kulimaliza hatulimaliza kwa kuendelea kushikiana silaha kama hivi. Leo hii unaweza kaone kwamba wanawake wanajiona kwa sababu una uwezo wa kushika silaha, sawa, ukashika silaha ukajiona huko kwenye haki wewe. Vipi kundi lingine pia au kabila lingine kesho nao pia likishika silaha? Kwa sababu pia vile vile pia kuna unevu ambao mnaendelea kushika silaha na waonea makabila mengine pia. Kesho kishukutwa vitu waga vinabadilika, zama zinabadilika, Waroma wako wapi? Falme za Urusi, falme za Misri, utawala wa Misri, powerful country, Misri, Egypt iko wapi? UK, Uingereza iko wapi? Kwa hiyo you can see vitu waga vinabadilika kulingana na muda. Lakini je, ulipokuwa na nguvu uliishije na jirani yako? Ulipokuwa na nguvu fulani ambayo inakusupport, je, uliishije na jirani yako? Au ndo ulijiona kwamba wanawake hapa sasa mimi ndo nimefika? Well, it is what it is. Naitwa Boss Elvis, the president of Upcoming Star. Kama umepata nafasi ya kunisikiliza, hii hapa ilikuwa ni somo tu ambao nilitaka kidogo nikuletee. Sikutaka sana kwamba eti bana nizungumze vitu ambavyo vina uzito ndani yake, lakini nilitaka tu uelewe kwamba bana huu ndo ukweli ambao hata ukitafuta kwenye mitandao ya kijamii utakutana nao. ChatGPT hapa hata sidhani kwamba eti inajua bana, hata mimi nauliza eti bana mimi ni mrega. Nafikiri nimeweka tu swali pale na inaniletea majibu yote ambayo nimekuwa na shida ya kutaka kujua. So ndo iko hivyo jamani. Mimi nafikiri mpaka hapo nimemaliza.